Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, kujua ya kwamba na wewe ndiye uliyepanga mambo yote kutoka mwanzo ni kumaliza kunamaliza. Mungu wetu tuko hapa mbele zako, watu wa kutegemeao na watu ambao wanakutarajia. Najua wewe Mungu mwaminifu, wewe si mwanadamu. Mungu wetu yale uliyoanza kumaliza. Hakuna kazi yako inaweza rekebishwa, yako ni ya milele. Naomba Mungu wetu uzidi kuendelea na nasi tupate kujijua na kujielewa. Na Mungu wetu tukijielewa, Mungu wetu tutaweza kwenda kuandamana na wewe. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Ketini. Aliyeanza kazi nzuri ndani yetu ndiye mkamilishaji. Alianza na akamaliza. Hakuna kazi ambayo yake itarekebishwa. Alianza na akamaliza. Ni mwanzilishi na mkamilishaji. Tunaona hata yeye ni mwanzilishi hata wa imani yetu. Anakupa imani kwa neno lake, alafu tena hiyo imani anapokupatia imani hiyo, alafu sasa tena imani hiyo inaitwa imani yake, lakini ikiwa kwako inaitwa imani yako. Imani yako inaitwa imani Ibrahimu, imani ya Ibrahimu, imani ya Isaka, imani ya Yakobo, imani ya Gideon, imani hivyo, lakini ni ya nani? Yake, lakini kikundi cha kwako inaitwa yake. Sasa anajiondoa, akikupa roho wake tena anaitwa roho wetu. Roho wetu anakupa roho wake, alafu inaitwa roho wetu, kwa maana roho huyo anashuhudia na roho zetu ya kwamba sisi tuana. Roho wake tu, kila kitu ni yeye. Si ni yeye mambo yote. Ya Mungu wetu atusaidie. Tupate kuelewa mambo haya. Ndio unaona tukasema mahali pengine kuwa na hakika na mwito na kuchaguliwa kwako, ili usije ukajikwaa ama ukaanguka. Maana mwito wako ni mwito mtakatifu. Sasa ndugu, naitwa ndugu gani? Kirago ama Kirago? Ai, Kirago. Si kuna ingine? Si kuna ingine? Si Kirago. Ana majina tatu, sasa ndio yote tatu. Gani? Kirago gani? Na kuna ingine? Ni tatu. Oh, ni hiyo sasa basi. Kirago. Sasa nafikiria tutawaletea mkutano mwaka huu, tunao wengine. Nafikiri tutawapatia tarehe kabla tutatoka hapa. Tutajua.
Umeonyesha bidii. Ni lazima ufuate ndio upate. Thank you. Unajua kuna watu wengine badala waende kwa mlima, wanataka mlima imoke kwao, iende kwao. Kama watu wengine wako karibu sana na sisi, hawataki kuja kwetu, lakini sisi tuende tu kila siku. Na sio mbali na kwao na kwetu, lakini wao kuja kwetu ni ngumu, lakini mikutano wanataka tuwapelekee daima. Anataka kupelekea. Lakini nyinyi mna bidii. Tutafanya mkutano Mungu ambaye ametujalia, tutakuja kuwa na mkutano kwenu, lakini si ya wiki moja, hamwezi. Yenye nataka siku 2. Yenye haiwezekani, yenye ni siku 2. Na kile unapewa hata kama ni siku moja, si unakubali? Kubali tu. Utawaambia nilikuwa nimepanga mwaka huu tunaoenda tukuja kabla sijaanza safari. Januari tutakuwa na mkutano kwenu. Tawaambia tarehe. Ndio na hao wasikie, tutautangaza kesho. Ndio na hao wasikie, nao waje. Asante. Hao watembee. Yes. Tufungue Biblia zetu. Tutakuwa na mkutano moja tu, alafu sasa ndio watu waweza kukumukana. Na alafu tena mjue nyinyi watu wageni ni wengi. Alafu ndio mjue vile mtagawana wageni kwa ajili ya kesho tena. Na kesho tuko hapa tena, kesho mpaka saa 6 ya usiku. Tuko hapa mpaka saa 6 ya usiku. Tutakuwa na mkutano moja kesho asubuhi. Alafu nyingine tutarudi jioni kabisa, kuja sasa tuwe na mkutano wa shukrani. Alafu ndio sasa tujiweke tena wakufu mbele za Mungu atusaidie. Amen. Naamini Mungu atatusaidia. Amen. Tutafungua kitabu cha Mathayo mlango wa 25. Na kitabu cha Samuel mlango wa Samuel wa kwanza 16. Lakini tutaanza kitabu cha Mathayo mlango wa 25. Tasoma kuanzia 31, 25, 31, 34. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Naye atabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kando mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, "Njooni
mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Amen. Amen. Tangu kuumbwa ulimwengu. Kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 16. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamilikie Israeli? Jaza pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese. Nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemia, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamuite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayoyatenda, nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani nimekuja. Mtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja alitazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake. Amen. Kwa maana mimi nimemkataa. Amen. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu vitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Amen. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli. Naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akapitisha Shamu. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mmoja wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu nje akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umutie mafuta, maana huyu ndiye. Maana huyu ndiye.
mutie mafuta huyu Yeah. Nani anachagua? Mungu anachagua. Mungu mwenyewe ndiye anachagua. Akamwambia Samueli, kwenda kwa Yese, mimi nitakuonyesha mmoja ambaye mimi nimechagua atakaye kuwa mfalme wa Israeli. Lakini hawa wengine wote ni wana wa Yese, lakini hawajachaguliwa. Nataka kuonyesha tukiwa tunafuata wazo lile. Ati ni Mungu mwenyewe alianzisha kazi ndani yetu, na kazi hiyo alianzisha kumaliza hata maandiko wakati wote ina siri. Maandiko ina siri. Anajua kuona siri ndio, ukiona siri ndio utafunguka macho. Ukiona Samueli akienda kwa Jesse, alipofika kule alitumwa akaambiwa nenda mji fulani kwa mtu fulani, kuna mmoja nimechagua na nitakuonyesha. Amen. Amen. Nani atamuonyesha? Mungu. Jesse au Mungu? Amen. Jesse ni mchezo gani atacheza hapo? Na akicheza anacheza yake. Si ndio? Haya, Samueli alipofika kule, watu wote wa Bethlehem wote walikuja pale wakatoa dhabihu na Samuel akawatakasa. Na akatakasa hata wana wa Yese. Akawatakasa. Alitakasa wale ambao hawajachaguliwa. Mwenye kuchaguliwa hakuweko katika wakati wa utakaso. That's right. Hivyo ndio unaona sisi kuchaguliwa kwetu. Sisi tulichaguliwa, hata kama ulituona sisi tukirukaruka kule. Sisi Mungu alichagua. Amen. Yes. Yeye hata kama ako kwa ile dhabihu, ama kama hayuko kwa dhabihu, Kuchaguliwa. Amen. na nibaka Mungu mwenyewe hata na hakuambia Samueli Daudi alipokuja mtakaze. Kwa maana tayari Mungu amemtakasa. Kwa maana wale aliowajua, hao ndio aliowaita, akawatakasa na akawaita na akawatukuza na akamaliza. Amen. Kazi iliyomalizika. Ni mpango wa Mungu ambao ulipangwa kabla misingi ya ulimwengu. Maana kazi yetu alimaliza kitambo. Na hii mambo nataka uelewe sana. Kwa sababu usipoelewa huwezi endelea. Utakuwa mtu wa kuyumba. Huna uhakika na Mungu huyu ni wa kweli. Na Mungu anataka mtu ambaye ana uhakika na yeye. Ati unaelewa kabisa, ati hata hauna shaka na kuitwa kwako. Kuitwa kwako kwanza ni msingi imara. Kwa sababu alisema hakuna mtu anaweza kuja kwangu asipovutwa. Na kama atakuja itanichukua mimi. Mungu. Hii yetu haisomwi. Leave it like that. Uiwezi hii. Baka huo ulipangiwa. Amen. Na yeye anakujali, na yeye anajua sana. Anajua bila atashughulika na wewe. Sasa nataka kukuonyesha kulingana mahali tumesoma Mathayo mlango wa 25. Hapo anasema kuna watu wanaitwa kondoo na mbuzi.
Wanaitwa kondoo na mbuzi. Si ndio? Haya, kondoo, kuna kondoo maandiko yanasema kondoo zangu husikia sauti yangu, na wakisikia wananifuata, nami nawapa uzima wa milele. Wazo langu ni nini? People who are prepared, watu waliotayarishwa to inherit the kingdom. kurithi ufalme. Amen. Watu waliotayarishwa kurithi Ufalme. na ndio sababu walichaguliwa. That's why they are chosen. Amen. They are prepared. Ama hoja nikusomee. Nikusomee. Nikusomee Mungu. Yani ni Mungu. Si ninakwambia ni Mungu anaanza. Ndiye anaanza. Turudi pale Mathayo. Nataka usikilize vizuri. Kwa sababu ni mambo ilipangwa. Ni mambo ilipangwa. Hebu tusome. Anasema that tuseme in hapa that 2 and that 1, and when the Son of Man shall come in his glory, and the holy angel with him, then shall set upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all the nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, wale walio mkono wa, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Amen. Walitayarishiwa lini? Kabla ya misingi ya ulimwengu. Amen. Walitayarishiwa nini? Kabla. Walitayarishiwa ufalme huo lini? Kabla ya misingi ya ulimwengu. Haya, na wewe ulichaguliwa lini? Kabla ya misingi ya ulimwengu. Kulingana na alivyotuchagua ndani yake kabla misingi ya ulimwengu. They are prepared. Walitayarishiwa. Ni watu walichaguliwa na wakatayarishiwa ufalme gani? Ufalme huu. Amen. Hivyo ndivyo unaona tuko hapa saa hii. Amen. Ni kitu kilitayarishwa zamani. Amen. Mungu alitayarisha mambo haya hata kabla misingi ya ulimwengu. Tuyasikie na tuyaamini. Amen. Na tuyapende. Amen. Na tuyafuate. Amen. Wacha nikuulize. Daudi, Samueli akitumwa, Daudi yako wapi? Daudi alikuwa anajua kuna story inaendelea mahali fulani. Si yako shughuli tu. Shughuli zake huko za baba yake za kuchunga kondoo. Na Mungu amesema kuna mmoja kati ya wana wa Jesi ambao nimechagua mimi awe mfalme wa Israeli, na huyo ni mimi nitakuonyesha. Amen. Sasa Samueli anaambiwa sasa, enda, nimekutuma uende mpaka kwa Jesi na ufike huko mpaka nitakuonyesha ni nani ambao nimechagua umtie mafuta. Nani ametayarisha mambo haya? Mungu. Daudi anajua? No. Ajui. Haya, Daudi anajua stories zinaendelea nyumbani. Anajua kuna mambo yananenwa na Mungu inayomhusu? No. Hapana. Haya, Jesi mwenyewe kati ya watoto wake anajua ni nani amechaguliwa.
Lakini Jesse anataka kijana wake wa kwanza awe mfalme wa Israeli, lakini Mungu hajamchagua. Na kati ya watoto wake wote wale ambao waliwekwa mbele ya Samueli, hakuna mmoja aliyechaguliwa. Mungu akasemaje? Mungu akasema, mimi Mungu siangalii kama mwanadamu vile nyinyi mnaangalia uso na kimo na urefu na urembo na mambo kadhalika. Mimi Mungu siangalii hivyo. Amen. Amen. Mimi kile naangalia moyo. Amen. Uliochaguliwa. Amen. Kwa hivyo mioyo yetu ndio anaangalia na ndio ilichaguliwa. Kwa hivyo sasa wakiangalia vile huyu alivyokuwa na huyu vile alivyokuwa na vile alivyokuwa, kutoka hapo, hebu sikiliza. Mtoto wa kwanza alipoletwa mbele ya Samueli alimuitaje? Mtu wa mafuta wa Bwana. Mtu wa mafuta wa Bwana. Mtu wa mafuta wa Bwana ni mtu wa mafuta wa Bwana kwa Samueli, ama ni mtu wa mafuta kwa Mungu? Kwa Samueli. Wakiwa na nani? Huyo ni masihi wao. Huyo ni masihi wao. Mungu ajui. Na Mungu huyo ajui. Nani amemleta? Jesse. Na Samueli naye anakumbuka, akikuja anamuita masihi. Ni Mungu amemwonyesha. Hiyo ni yake. Siri ya Mungu bado. Lakini Mungu ana mtu na mtu huyu Mungu awake. Huyu mtu wake ambaye alitumana akatiwe mafuta. Amen. Maandiko inatuambia ya kwamba Daudi ni mtu wa moyo wa Mungu. Daudi ni mtu wa moyo. Hivyo ni kusema nini? Ni kama kusema huyu ni mtu wa roho wa Mungu. Mtu wa moyo wa Mungu. A man of God's own heart. A man of God's own heart. Amen. Tafsiri hiyo. Ni moyo wa Mungu mwenyewe. Ni moyo wa Mungu mwenyewe. Amen. That is true. Amen. Huyo. Hivyo ni kusema ya kwamba ana moyo wa Mungu. Amen. Ni kama kusema huyu ni roho wake. Yes. Yes. Kwa maana ni mtu wa moyo wa Mungu. Haya, rudi angalia Daudi katika maisha yake. Aibe saburi zake. Ni roho wa nani? Ni roho wa Mungu ndani ya Daudi. Mambo yote anasema yote, unaona sasa ni mambo ya Mungu peke yake. Unaona hata Daudi akilia anasema wewe unataka utakatifu ulio ndani ya moyo. Amen. Na ni wakati wa sheria. Amen. Niumbie moyo msafi. Yes. Amen. Usiondoe roho wako ndani yangu. Yes. Na waliponiambia Amen. twende nyumba ya Bwana, nilifurahi sana. Ambia wengine twende kanisani, uone kama nikufurahi watafurahi ama nikukasirika. Na huyu Anafurahi sana. kwa sababu yeye kule anataka ni huko, na anasema nitakaa nyumba yako nijifunze. Nijifunze sheria zako, na katika nyumba yako ndiko kuna shangwe na furaha. Amen. That is true. Ndio ndivyo anasema. Hallelujah. Kwa sababu ni mteule wa Mungu na mtiwa mafuta wa Mungu. Haya, wacha tusome, wacha tuendelee. Uone sasa huyo mtu. Tunarudi pale kitabu cha Samueli. Usikilize vizuri hapa. Amen.
Thank you, Lord. Inasema hivi, tunasoma 12 hiyo 16. And he sent and brought him in. Now he was round and he was beautiful countenance and handsome. And the Lord said, "Please anoint him, for this is he." Amen. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. Amen. And the Spirit of the Lord Amen. came upon David Amen. from that day onward. Amen. Onward. Amen. Amen. Na kuendelea. Amen. Na kuendelea. Roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu akaja juu ya Daudi na kuendelea. Hivyo hakuna wakati ulimwacha. Amen. Roho wa Bwana akaja na akaendelea naye. Amen. Akaendelea sasa kukaa wapi? Kukaa na Daudi. Sasa na Mungu anasema huyu ni mtu wa moyo, ni mtu wa moyo wangu. Ni nini anasema ni wa moyo wangu? Ni nini anasema? Roho wake. Amen. So, sasa angalia sasa hapa. Watu hawa Mungu anasema atikujeni upande huu nyinyi ambaye mliochaguliwa na mliotayarishiwa ufalme huu. Ufalme huu mlitayarishiwa lini? Kabla misingi ya ulimwengu. Hii mambo mliwekewa. Amen. Na ni watu ambao ni jambo walifanya. Ni jambo walifanya. Wewe ukitubu na ukija kanisani hawakuja. Yes. Lakini kile ulicho nacho unalidi. What is the difference na yule? Unaweza rekebisha Mungu makosa. Anawaambia mlitayarishiwa mambo hii. Kibe. Na ni yeye anasema na ni yeye anaanza kazi nzuri. Amen. Na anapewa kwa nini? Anapewa kwa nini? Kwa sababu alinipatia koti. Koti. Ama kiatu. Ama mkate. Bofru. Kitu ambacho anivai. Lakini alifanya jambo kuu sana. Nani aliweka mzigo? Mungu. Nani alitayarisha hiyo? Ndio anipatie ama kupe ama aende ahudumie mmoja, kwa sababu wakiuliza ni nini ni wakati gani ulikuwa mgonjwa? Amen. Ni wakati gani ulikuwa mhitaji? Anaambiwa wakati alifanya mmoja. Hawa ni nani? Amen. Hawa ni nani? Hawa ni watoto wa Mungu. Amen. Na kile waliridhi. Amen. Ndio huyu anarithi. Amen. Ni kitu Mungu alitayarisha. Lakini sikwambii usiamini ndio wewe uende ukapeane. No. Peana. Hiyo ni mpango wako. Huyu anafanya. Amen. Huyu anafanya bila kujua ni nini anafanya. Na anafanya na anasahau. Amen. Ni kitu ambacho Mungu alitayarisha kabla. Amen. Kama vile anatayarisha mambo ya kumwagia Daudi bila Daudi kujua. Ametayarisha kumfanya mfalme wa Israeli. Na hakuna mtu anajua kwamba amezaliwa hapo awe mfalme huyo. Amezaliwa hapo awe ndiye yeye.
hata Jesse hajui, ndugu zake hawajui, lakini alizaliwa na akatayarishiwa kuwa mfalme wa si Daudi. Sikiliza, Daudi si siasa alifanya, si campaign, I want to be a king. No. Amen. Si uteuzi kama wetu wa kampeni hapa na nini na public address. No. Ni kitu hata hajashughulikia. Na ni kitu amepangiwa kufanya. Amen. Na ukicheza naye unacheza na Mungu mwenyewe. Amen. Huyo alikuwa anajua yeye ana shughuli. Tubu. Kuja. Kwenda mumuite, anakuja. Ajui hata anaitiwa? Anaitiwa na nini? Kufika hivyo tu kuonekana. Mungu anasema ndiye huyu. Amen. Amuka na uamuke haraka na umutie mafuta kwa maana ndiye huyu. Hivyo Samueli kuamuka ni kumwaga mafuta na kumaliza na kwenda. Na kutoka hapo roho wa Mungu akaja juu yake. Hivyo ni kusema kazi ile Mungu aliyoanzishia yeye alianza akamaliza. Amen. Finish. Alianza na akamaliza. Thank you Lord. Na mambo ikaisha. Na sisi tulichaguliwa kabla misingi ya ulimwengu na tukakusudiwa kuwa wana wa Mungu. Amen. Na Mungu kwa maana alituwekea mambo haya, alituwekea na ndio sababu akatuita. Amen. Kwa maana iko. Amen. Na haina mtu mwingine. Amen. Na si ya watu. Amen. Ni yako. Amen. Ndio sababu ni lazima ahakikishe amekuita. Amen. Amekuitia nini? Amen. Amekuitia jambo lile aliyokuwekea kabla misingi ya ulimwengu. Amen. Na ndio naona tukasoma hapa Yohana 15 ati ni mimi niliwachagua. Amen. Amen. Niliwachagua kwa nini? Niliwachagua kwa ajili ya jambo hili. Mwende mkazae matunda. Na matunda hao nikawaambia matunda yenyewe ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hakuna matunda mengine unaweza zaa. Ni nini kingine Mungu anataka uzae? Haya ikifika kuzaa ni wewe wazaa ama ni yeye? Ni yeye anazaa. Kwa maana inaitwa matunda ya nini? Matunda ya Roho Mtakatifu. Yes. Matunda ya Roho Mtakatifu. Na tunaona anasema wale wako, tumesoma, wale wako ni wangu na wangu ni wako na ukanipea. Amen. Hao ulionipatia hakuna hata moja niliyepoteza. Na sio wao walionichagua, ni mimi niliwachagua. Nataka tusome maandiko mengine. Amen. Twende katika kitabu cha ambacho nilitaja kitabu cha Luka mlango wa 19. Nilitaja mambo ya Zakayo. Nasikiliza? And Jesus entered and passed through Jericho. Luke 19, chapter 19. And behold, there was a man named Zacchaeus, who was the chief among the tax collector, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not be, because of the crowd, for he was little of stature. Amen. And he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him. Amen. For he was to pass that way. Amen. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him. And he said unto him, Zacchaeus, make haste and come down today. For today I must abide at your house. Amen. Sema niingie kwako na nikae. Amen. Kukaa kwake nyumba yake, ndani ya nyumba ya Zakayo ndio wokovu. Abide. Na mnaibaje? He abides with us.
Amen. Yes. Okay. And he made haste and calmed down and received him joyfully. Amen. And when they saw it, they all murmured, saying that he was going to be guest with a man that is a sinner. Thank you, Lord. Angalieni. Amen. Ameenda kukula na wenye dhambi. Amen. Asante. Hivyo ndivyo tulikuwa. Amen. Ameenda kukula na wenye dhambi. Hajai. Okay. Amen. Ogeni vile nyinyi mnataka kuongea. Yes. Lakini kwa huyu Nimemuokoa. huyu ninaenda kukaa kwake. Amen. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods Yes. I give to the poor. Amen. And if I have taken anything from any man Yes. by force, accusation, Yes. I restore him fourfold. Amen. Karudisha mara nne. Amen. Unaona vile walivyo wanyang'anyi? Wanasikuzingizia koti ya ukora. Yeah. And Jesus said unto him, this day, Amen. Amen. Is salvation come to this house, for so much Amen. as he also is son of Abraham. Amen. Kwa sababu huyu ni mwana wa Ibrahimu. Amen. For the son of man, Amen. for the son of man is come to seek Amen. and to save that which was lost. Amen. Wokovu wa Zakayo umeisha. Kabisa. Kabisa. Finished. Kabisa. Amen. Amepatikana. Kabisa. Haya, kuitwa kwake si ni kuitwa aliitwa. Yes. Zakayo toka. Kwa sababu leo Yeah. wokovu uko kwa nyumba yako leo. Amen. Na kwa sababu huyu ni wa uzao wa Ibrahimu, Yes. ni lazima nimuokoe. Amen. Na Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichokuwa kimepotea. Na tunaona ya kwamba akashiriki mwili na damu kwa sababu hata na wao Amen. ndugu zake walishiriki kama wao. Wow. Na yeye sasa naye akashiriki kama wao, ndio na yeye akuje awaite. Yes. Zakayo shuka. Kwa sababu sasa wokovu huu uko wapi? Uko kwako. Wokovu ni nani? Wokovu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu yeye ndiye wokovu. Amen. Sasa amekuja anamwambia sasa shuka. Yes. Maana wokovu uko kwako leo. Amen. Zakayo hakuwa anajua mambo hivyo ndivyo itaendelea. That is true, yeah. Na Yesu anapita njia hiyo kwa nini? Sababu yake. Anapita njia hii kwa sababu hata Zakayo ako njia hii. Aliita wangapi? Moja. Amen. Yule ambaye alikuwa haya, huyo ndio mambo ilikuwa imetayarishwa kwa ajili yake. Amen. Haya, ni wangapi walikuwa katika kusanyiko hilo? Ni wangapi aliwaita? Hawa watu wanadhihaki ati ya kwamba angalieni anaenda kula na wenye dhambi. Aliwaita. Na ni watu wanajihesabu ya kwamba ni wenye haki, lakini huyu Zakayo ni wa uzao gani? Ni wa uzao wa Ibrahimu. Amen. Haya, na amepita njia hii. Yes. Kwa maana anawajua. Na wewe Samueli, enda kwa Jesse. Kwa sababu kuna mteule wangu ambao nimeteua. Na kuna mtu ambao nimechagua kwenda umtie mafuta. Amen. Hivyo ni kusema akituma Samueli, wokovu wa Daudi. Amen. Ulikuwa umeisha. Amen. Wewe Daudi wacha fanya vile Daudi. Daudi hata akifanya vile anafanya. That's right. Hiyo ni mambo ya Mungu. Amen. Usimuulize. Amen. Amen. Usimuulize. Mambo ya wokovu wa Daudi umemalizika. Amen. Anajua ni nini atafanyana na Daudi mpaka mambo yake yawe sawa. Amen. Amen. Mambo yake imekuwa hivyo na Daudi mambo yake imemalizika. Kwa hivyo na ya Zakayo
Zakayo imemalizika. Amen. Na kwa sababu wokovu uko kwako, Zakayo, ni Mungu amesema. Ameanza kazi nzuri ndani yake. Amemaliza. Ndio. Unajua Zakayo ni mmoja wa wale walikuwa Pentecost? Amen. Kama mnafikiria Zakayo hakupokea Roho Mtakatifu, wokovu ni nini? Batizo Roho Mtakatifu. Amen. Tunawajua wangapi? Tunawajua watu 12 wakitajwa. 11. Haya, lakini Roho Mtakatifu akishuka 120. Ulikuwa unawajua? Kwa hivyo huo mkutano wa hawa watu waliokuwa katika ghorofa ya juu ni mkutano wa watu wangapi? Lakini maandiko inatutajia ati hapo ndipo wale deneshara walienda pamoja na Maria na ndugu zake na nini na kadhalika. Lakini hao wengine tukiweka ndugu zake wale wa kimwili na tuweke Maria na Magdalena, wafike tuseme 11, tuongeze wengine kidogo wafike 20 na 100. Unaijua? Unataka kuniambia hao 100 hawakuwa kwa ghorofa ya juu? Kwa maana watu walijazwa 120. Hiyo ni kusema those people was a believer. Na tunasikia maandiko Roho Mtakatifu akituambia ati na yeye akajionyesha kwa watu wale 12 na wakawa na wao akiwaambia mambo ya ufalme wa mbinguni. Na wakamsindikisha mpaka akachukuliwa juu. Lakini sasa hii kundi lingine Amen. Ilikuwa wapi? Ni za believer. Hawa watu si unaona ni kama wale watu ambao walikuwa ni waaminio, lakini ni waaminio wameamini huyu ndiye mtu. Na wanajua ni yeye kabisa. Hivyo mitume wakienda ghorofa ya juu. Amen. Ni kama tu vile Elijah alisema, ni mimi nimebaki. Watu wote wameuawa. Na manabii wamekwisha. Ni mimi tu nimebaki. Lakini Mungu akamwambia, wewe sio wewe peke yako umebaki, ni 7,000 ambao hawawezi inamia sanamu. Hivyo wewe ukiniambia ni wewe umebaki, nina wengine waaminio na hawawezi inamia hiyo na wako. Waaminio wa ujumbe gani? Elijah aliwajua. Walikuwa wameamini tu. Wewe Elijah kibishwa, lakini sisi ni waaminio. Amen. We are believer. Amen. 7,000. Na walikuweko. Mungu anasema kwa sababu hata Elijah alipojionyesha kwa mmoja wa askari wa Ahab, alimwambia kwenda uambia Ahab, umeniona, tafadhali wewe unataka niuawe kabisa, mimi nakwambia nenda umwambie. Unajua mimi nitaenda niseme nimekuona, nikirudi nionyeshe mahali huko Roho amekuchukua, na ujue ni mimi nimekuwa nikilisha. Ni mimi nimekuwa nikilisha watu wengine katika pango. Mimi nilikuwa napea watu, ni watu gani hawa? 7,000. Amen. Mungu akisema hawezi kujiwacha bila. Amen. Hivi hata ukishindwa ni kumsimamia. Kuna mtu mahali ambaye ameamini kabisa, anajua huu ni ukweli na anasimama naye. Mungu wetu atusaidie. Haya, tunaona sasa Zakayo anasema basi leo nataka kwenda kuona huyo mtu anaitwa Yesu. Nani amekoroga? Yesu. Nani anamtayarisha? Ameanza. Yes, ameanza. Amen. Ati yeye akisumbuka hivi ati mimi nataka leo nitaona huyo Yesu.
nasikia ni mtu wa ajabu. Hata haku anataka aende amuone aokoke. Si ati alikuwa anaenda kanisani akiwa amuone amwamini. No. Anataka kumuona tu sura tu hapo namna gani. Amesikia hadithi zake. Na mimi nimesikia anapita hii. Na hiyo anapita naye amekoroga Zakayo. Kwa maana wewe Zakayo, wewe hutaka kuniona sana. Amen. Amen. Si ati Yesu anaona Zakayo siku hiyo. Amen. Amemuona kutoka moyo wake, ni mtu anataka kuniona sana. Nitakoroga moyo wake na nitapanga nitapita njia hii, na wewe Zakayo kwa maana nitapita njia hii na wewe upite hiyo njia tukutane. Amen. Kuja. Amen. Na yeye anasema acha maana mimi siwezi kumuona nikisimama kati ya watu, acha nipande kwa miti. Watu sasa mimi nitamtazama Vizuri sana. hivi. Kuna mtu atanizuilia nisimuone vizuri, lakini kabla hajamtazama yule amjuae. Amen. 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 Ati kabla hata Filipu hajakuita. Nilikuwa nimekuja nikusema nilikuwa nakujua. Hata nilikuona ukiwa ndani ya ukiwa pale umepiga magoti ukiomba. Alikuwa naomba nini? Alikuwa naomba huyu Jehova amfunulie kama huyu kama Yesu ni yeye. Amen. Na huyu ni yeye. Na kwa sababu moyo wake ni mzuri. Yesu alisemaje? Angalieni Mwisraeli ambaye hana ila. Kusema hana ila hizi mtu huyo ni kusema ni mtu mzuri moyo wake. Hana unabii. Amen. Na kwa hivyo sasa anapoomba nani anakoroga Filipo akamuite? Ni Mungu. Amen. Ni wapi na Danieli alianza? Amen. Ni mmoja wa wanafunzi wake? No. Lakini aliambiwa kuja kaa hapa sasa. Utaona ufalme, utaona ufalme wa Mungu wewe. Ufalme wa Mungu ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Kaa hapa. Hakuondoka akakaa hapo. Na hakuna mahali Yesu anasema mambo mengine juu ya nani? Na Danieli, lakini siku ya Pentecoste alikuwa. Aliyeanza kumuita pale, alimaliza kazi yake. Amen. Hivi ni kusema kama ni yeye alianza kazi hii ndani yetu. Amen. Amen. Na utaendelea mpaka mpango wa Mungu ukamilike. Amen. Maana akianza hafanyi kazi nusu. Mungu kazi yake ni perfect. Amen. Mungu wetu ni wa ajabu. Amen. Anajua kuna mtu mmoja naye ananihitaji sana, mwanamke Msamaria. Amen. Mungu anajua kupanga. Ndugu zangu, tumesikia jana. Twendeni sokoni. Yeye anaenda wewe unaenda soko ya mkate na yeye anaenda soko nyingine. Soko mbili tofauti. Si ndio? Kwa sababu wewe walipoenda kununua na wakanunua, walipokuja kukuletea aliwaambiaje? Hii nimekula. Amen. Kwa hivyo chakula chake ni kuokoa. Chakula chake ni kutenda mapenzi ya nani? Haya, alianzisha kazi ya Mungu. Alianzisha kazi yake ndani ya nani? Na mwanamke. Hivyo ni kusema ya kwamba mwanamke huyu akitoka nyumbani ya saa hizo. Amen. Nani aliyekuwa anajua kutaimu saa? Mungu. Mwanamke Msamaria anajua kuna mtu anafikiria habari zake. Kwa maana yeye hatujui sasa, alitujua. Lini? Kabla misingi ya dunia haijafanywa, alikuwa amepanga mpango wetu. Ngoja nikuonyeshe. Twende kitabu cha Luka. Mlango wa 12. Amen. That 2. 15 that 12 that 2. Fear not, little flock. Amen. For it is your Father's kingdom. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Anaongelesha nani? Anaongelesha mitume. Anaongelesha watu hawa wadogo. Anasema, fear not, little flock.
it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give lambs, provided yourself banks which grow not old, or are treasure in the heaven that faileth not. Amen. Unaona sasa anawaambia Msiogope. na nani aliwaita? Ni yeye. Ameanza. Amen. Anawaambiaje? Amen. Msiogope. Ninyi kundi dogo. Ni mapenzi ya baba yenu. Wapa ufalme. Ni mapenzi ya baba yenu mazuri. Kuwapatia ufalme. Amen. Ufalme wake. Amen. What is the kingdom? Ufalme ni roho wake. Amen. Maana maandiko inatuambia ufalme wa Mungu miongoni mwenu. Na ufalme huo ni roho wa Mungu. Amen. Ni mapenzi yake kuwapati na amewaita. Ameanza. Amemaliza. Anawaambiaje? Ni mapenzi yake kuwapatia ufalme. Amen. Siko hivyo, hapana ogopa. Hapana ogopa dada. Yes. Hapana ogopa ndugu. Ni mapenzi yake Mungu. Amen. Hivyo nimalizaje? Si umalize hata wewe. Mapenzi yake kukupatia roho wako. Amen. 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 It is his good pleasure. Amen. Not half. Amen. Amen. Ni mapenzi yake mazuri. Kupatia ufalme huo. Kwa hiyo usiogope. Amen. Alianza anakuambia si mimi nimeanza basi usiogope. Amen. Mimi kwa nini nilikuita nikupatie hii. Amen. Thank you, Lord. Okay. Ngoja nikuonyeshe. Maana najua wewe ushangaa sana. Ni mambo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu niwaambie. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sikiliza hapa. Tunasoma Luka 22. Hii itakupa nguvu kabisa. Amen. Hii itakupa si mapenzi yake akupe ufalme. Sasa tunasoma Luka 22. Luka 22 verse 28 to 29. Thank you, Lord. Amen. Ye you are they who have continued with me. Amen. In my trials. Amen. Hii ndio mumeandamana nami katika majaribio yangu. And I appointed unto you a kingdom. As my Father has appointed unto me. Amen. 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 Sema ingine. Thank you, Lord. Iko tayari. Sema ingine. Ati ninyi umeendelea na mimi hivyo. Glory to God. Amen. Hata mkiona mateso. Amen. Amen. Glory. Hata mkiwa wagonjwa hamunipa. Amen. Unaendelea na mimi. Amen. Hata mkipita shida hii unaendelea na mimi tu. Thank you. Kwani nafikiria tunaendelea na majaribio yake wakati alikuwa duniani. In my trial. Kwa maana anajaribiwa kama tunavyo na tunaendelea kushikilia. Amen. Amen. Sikia ati angalia ati ameenda kukula na mwenye dhambi. Alikuja kutafuta. Ameenda kukula na mwenye dhambi. Hata wewe umekuwa wa kisomo hiyo yake. Na unaendelea na yeye na hujui kule alitoka. Amen. 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 Hata akiniua. Amen. Amen. Hata nipitie shida gani? Ni bado nafuata yeye. Unajua majaribio haya tunapita ni yale aliyopitia. Amen. Ile alipitia kabisa ndio tunapitia. Yes. Alidharauliwa kwa kufanya vibaya ama uzuri. Amen. Na wewe unadharauliwa kwa nini? Kwa nini wanawachukia? Sababu sisi si watukufu.
Amen. Kwa nini wanawachukia? Kwa maana ni mimi walinichukia kwanza. Na mimi niliwachagua ndani yao. Amen. Na nikawapa neno langu. Na neno hilo nikafanya wawachukie. Na kwa maana mumedumu na mimi. Yes. Amen. Mumedumu na mimi katika majaribio yangu. Yes. Basi nimewawekea ufalme. Amen. Kama vile Baba aliniwekea, hata na nyinyi nimewawekea. Amen. Na Amen. it's a promise. Amen. Amen. Alianza ni kitu kiko amekuja na akamaliza. Amen. Yes. Halafu anawafariji. Hao tu unajua ina separate. Yes. Ni lazima ujue Biblia ikitenganisha. Kuna mambo anaongea kwa niaba yao. Yes. Haongei kwa ulimwengu, ni wao anawaambia. Yes. Hawa sasa ni wale wameishi naye katika Majaribio. na ngoja uangalie. Hawa watu wanawaambia hivi, ati mumekaa nami katika majaribio yangu na nimewawekea ufalme wangu, nimewawekea ufalme kama vile Baba alivyoniwekea ufalme. Watu hawa ni wale wengine walimuacha wakati alikuwa anasulubishwa. That is true. Lakini anasemaje? Amen. Hata kama mlienda mlikaa na mimi. Anajua ni kwa nini. Anajua mambo mengine hawangeweza, lakini walikaa na yeye. Hata anajua si mapenzi yao kuondoka. Amen. Maisha haya walijali sana ya maisha hii, lakini bado wanakaa na mimi. Kwa maana anaangalia nini? Anaangalia mioyo yao. Umekaa na mimi katika majaribio haya. Mimi nimewaekea ufalme. Amen. Thank you. Anawafariji. Kwa maana ni kazi alianza na ni lazima amali. Anarudi anawaambia, si mna imani na Mungu. Mna imani na Mungu. Na kwa maana mna imani na Mungu, kwenda na imani na mimi. Amen. Kwa Baba yangu. Amen. Kwa Baba yangu kuna makao. Amen. Na kama hakuna ningewaambia. Kwa sababu alianza na ni lazima na sasa anawaambia ndani yangu. Amen. Ndani yangu kuna sehemu yako. Amen. Wewe mwaminio. Amen. Kwa Baba. Yes. Kwa Baba ni wapi? Ndani yake. Kwa Baba ni ndani yake. Amen. Kwa sababu anasema Baba yu ndani yangu, yes, na mimi ni ndani ya Baba. Amen. Na kutoka leo Baba mmemuona, hata kumjua mmemjua. Na ndani yangu, yes, ndani yangu ambapo ndiko kwa Baba. Amen. Kuna sehemu hiyo hapo anaambia wengine, anawaambia waaminio. Na kutoka leo nyinyi waaminio, Baba mmemuona, hata kumjua mmemjua. Na kwa sababu ni yeye alianza hiyo kazi na ni lazima amalize, akawaambia nitawapatia msaidizi mwingine. Amen. Ambaye atakaa nanyi hadi milele. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Hiyo ni John 14. Yes. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Lakini nyinyi. Amen. Nyinyi mnamjua. Amen. Maana amekuwa na watu gani? Waaminio. Amen. Ulimwengu hawamjui. Yes. Na hawawezi kumpokea. Amen. Ulimwengu ni wasio amini. Yes. Lakini nyinyi waaminio mnamjua. Amen. Mmekaa na yeye. Mmeona akifufua Lazaro. Amen. Mmeona akiponya Bartimayo. Yes. Mmeona akifanya nini? Amen. Mmeona akilisha watu mikate 5. Mmeona akilisha watu samaki 5. Anawauliza hata mmesahau? Mmesahau tulilisha watu wangapi? Samaki 2 tulilisha elfu ngapi? 5. 5,000. Mmesahau? Kwa nini mnasahau? Na mliona. Kwa hivyo mnamjua huyu alilisha mikate 5, mnamjua. Na huyo mnayejua ndiye atakuja ndani yenu. Amen. Na siwaachi nyinyi. Yes. Mimi naenda na mimi narudi. Mahali mimi nipo na nyinyi mmewepo. Na sasa kwa maana alianza ukamilifu wake. Ukamilifu wao ni yeye. Amen. Kwa maana alianza na yeye ndiye mkamilifu. Amen. Na mkamilisha mahali mimi mahali nipo nanyi mtakuwepo. Amen.
aliwachagua. Alitutayarishia. Amen. Na ni lazima mfike hapo muwe tashwishi. Tashwishi zikwisha kabisa, ukale hapo ukiwa aliyeniita hata kutimiza. Aliniitia nini? Aliniitia yeye mwenyewe. Amen. Amen. Yes. Aliniitia yeye mwenyewe. Thank you, Lord. Unajua, sijui kama unaelewa. Sikiliza, mwenye kukuita, Amen. Mwenye kukuita ni yeye amekuahidia. Amen. Amen. Na huyo aliyekuita ni yeye anataka kuja kuingia ndani yako. Amen. Mwenye kuitana Amen. ni yeye anakuja. Amen. Amen. Na mwenye kukuita ni yeye tena anakunenea. Amen. Amen. Glory. Ni yeye yote. Amen. Amen. Ni yeye Yote. haya, uwe mgonjwa ni yeye. Amen. Amen. Na ahadi hizo za kukuponya ziko kwa Amen. na yeye anakuambia mimi ndiye mponyaji wako. Hivyo si mtu mwingine atakuja akuponye. Yeye anakuambia mimi ndiye mponyaji wako, basi uniamini. Haya, kile anakuitia yeye. Yeye anakuita na ni yeye anakuita. Ako. Amen. Basi kama mwenye kukuita ako, hicho anakuitia kiko. Yes. Amen. Mwenye kukuita kama unaamini yako, kile anakuitia ni yeye. Hivyo hapa. Amen. Muko ako bali sana na ako bali maili ngapi na wewe? Hapa. Kukuita ni yeye. Kile anakupa ni yeye. Kwa kukujaza ni yeye. Hivyo ni yeye katika yote. Hao unawezaje kuwa na shaka na yeye? Hakuna. Unajua ukiwa na shaka na mambo moja ya Mungu, kuwa na shaka na moja ni kusema hata kumwamini haujamwamini. Hata kitu kidogo hivi. Yes. Doubt ya mambo moja. Kumwamini hata kidogo. Mwenye kuitana ni yeye. Sauti ni yake. Mwenye kukuja kuishi ni yeye. Sijui kama mnaelewa hivyo. Kuitana ni yeye. Mwenye kukuja kuishi ndani yako ni yeye. Na huyo roho ni yeye. Yeye ndiye uzima. Ndiye yote. Amen. Ako basi, ako wapi basi? Ako ubali gani? Yuko hapa. Yeye mnenaji. Amen. Sikiliza, acha nisome maandiko. Thank you. Acha nikusomee. Uniambie alikuwa kilomita ngapi? Thank you, Lord. Thank you. Alikuwa kilomita? Unajua kukosa kuelewa ndio shida. Amen. Wewe huwezi tofautisha Mungu na yeye na sauti yake na kila kitu. Amen. Amen. Na ni yeye anakuosha. Amen. Ni yeye anataka kuja kukaa ndani yake. Na amekuokota kule, amekuokota. Amen. Akufanyie kazi. Alafu wewe ni kushindwa, ameshindwa na kukuja kukaa ndani yake. No. Amen. Unajua hata kazi mimi naona kubwa sana ni kuliko. Amen. Kutolewa dunia ndiko kubwa kuliko hiyo. Kwa sababu dunia ulikuwa na kichwa ngumu sana. Na ulikuwa katika jela. Biblia alipokuja kukuokoa, ilimchukua kufa. Na akamaliza. John 14. Nataka tusome John 14:16. Anasema I pray the Father. Yes. Na huyu baba anamuomba, anasema ni mapenzi ya baba kuwapa na ufalme huo ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Amen. Haya. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Amen. Huyu msaidizi mwingine, si mwingine. Yes. Amen. Alafu sasa ndio anakuja anamalizia hapa. Huyo msaidizi mwingine ndiye huyu. Amen. Ambaye
even the spirit of the truth, ambaye ndiye roho wa Kweli. whom the world cannot receive, Yes. because it seeth him not, Yes. neither knoweth him, Amen. but ye know him, Amen. for he dwell with you Amen. and shall be in you. Amen. Anakaa naye. Amen. Amen. Alikuwa kilomita ngapi? Hapo amekaa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alikuwa huko juu mbinguni mbali sana. Glory hapa. Mbali sana. Amen. Amen. Anawaongelesha Yeye mwenyewe. hapo. Huyo Roho Mtakatifu alikuwa ubali gani? Ndiye alikuwa anaongea. Na alikuwa pamoja na wao. Ndiye kila kitu. Na hawakuwa mbali sana na yeye kwa sababu katika ile nyumba alikuwa akiwaongelesha akiwa ageuza. Yes. Amen. Amen. Kabisa. Amen. Amen. Hapo kwa nyumba. Amen. 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 Ndio. Amen. Ama alikuwa nje. Hapo. Amen. Haya, na nyumba hiyo ako ndani. Amen. Na aliye nyumba Yes. ndiye anaongea. Amen. Acha mwili, aliye nyumba ndiye anaongea. Na aliyekuwa ndani ya nyumba ndiye anajiita msaidizi wa kweli. Amen. Haya, na huyo sasa hii nyumba unaguza. Yes. Hii nyumba unaguza ni nyumba yake. Amen. Na nyumba hii unaguza ni nyumba ya dhabihu atakaye kutolea. Amen. Amen. Na hii nyumba atakaye kutolea ndio itamwaga damu ya wokovu wake. Amen. Yes. Amen. Amen. Alafu sasa Oh God. Thank you. Unajua niko kwa nyumba. Siko nje. Amen. Yes. Glory. Unajua niko ndani ya nyumba. Siko nje. Amen. Haya, ninakuongelesha nikiwa ndani. Haya, wewe sasa na unagonga mlango wangu. Amen. Amen. Na mimi niko ndani. Amen. Na unajua ni lazima nifungue. Amen. Haya, mlango ni yeye. Amen. Anasema gonga huyu mlango. Amen. Amen. Glory. I am the door. Yes. Glory. Anasema Bisha. Amen. Amen. Yes. Yule aliye ndani anakuambia si ubishe na mimi nitakugua. Amen. Bisha nitakugua. Amen. Ako wapi? Ako ndani. Na unajua ako ndani. Amen. Amen. Alafu rafiki yake anaenda anamwambia nimepata wageni na sina kitu cha kuwapea. Anabisha mlango, anamwambia anaongeaga Kabisa. Kabisa. Amen. Anaongea na anakuambia mimi nimelala na watoto wangu. Thank you Lord. Hanyamazi. Yes. Amen. Hivyo ni kusema Mnasikia? anasikia. Amen. Kwa maana kama hajibu asikii, lakini huyu anakujibu. Amen. Na kile unauliza anasikia. Anakuambia mimi nina haja, nataka mikate 5, nataka mikate 3. Wageni wamekuja sina cha kuwapatia. Na sasa wewe ndio rafiki yangu nataka unipatie. Tumelala na watoto wangu. Siwezi amuka. Maana siwezi amuka. Lakini wewe ukiendelea. Wewe uendelea hata kama yeye anasema na wewe unaendelea kugonga. Amen. Unagonga. Alafu anasema kwa maana amenisumbua sana. Hata kama sitaki kufungua. Amen. Lakini kwa kunisumbua. Amen. Amen. Wacha niamke. Amen. Nimpatie kama anavyohitaji. Hivyo sasa hata akupatii mikate 3 anakupatia kulingana na chochote unachotaka. Hivi sasa wewe utoshe. Amen. Amen. Anakupa mkate. Amen. Una furaha. Amen. Unakurukaruka. Amen. Amen. Na mambo isiyoelezeka. Amen. Na wewe sasa imagine funny enough ni hii. Hatusikii mtu huyu akifunguliwa
hatusikii ati alienda akapelekea watu wake mikate. Maana ni yeye mhitaji, si wale wahitaji, yeye ndiye mhitaji. Hakuenda kubisha kwa ajili ya wengine, ni yeye mhitaji. Yeye alikibisha. Yesu ukibisha kwake, akifungua uingie. Hallelujah. Amen. Glory. Amen. Unakuwa mmoja na watoto. Amen. Angojea mwingine aliye rafiki yake akuja. Nyumba yake akifungua unaingia utoke. Amen. Amen. Kwa hivyo sasa si unaona iko kile anacho akwambia uombe. Amen. Hakwambii uombe kile hakiko. Kwa hivyo sasa anasema huyu nyinyi mnamjua kwa sababu anakaa nani. Si kitu ambacho hawajui. Yes. Amen. Si mwili wanajua. Hapana. Ni yule mwenye nyumba. Ni nani wa maana? Ni nyumba ama ni mwenye nyumba? Mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Na Mungu huyu ndiye aliyesema nitamwaga roho wangu. Mwenye kunena na mwenye kukuita ndiye alisema nitamwaga roho wangu. Mwenye kukufanyia kazi ya kukuosha na kukutakasa anarudi akasema nikimaliza hii nitamwaga roho wangu. Sio yule anakuita. Amen. Amen. Anakuja. Amen. Amen. Yes. Mwenye kukuita ndiye mambo yote. Amen. Hallelujah. Aliyeanza ndiye anamaliza. Na anamaliza kwa njia gani? Anamaliza kwa Roho wake Mtakatifu. Hiyo ndio mkamilishaji. Amen. Kwa maana anakamilisha na yeye kujiona ndani yake. Amen. Alianza na akamaliza. Amen. Na kazi yote ikaisha. Amen. Kutoka hapo anasema nyinyi mmekaa na nyinyi katika majaribio yangu. Nimewaahidia ufalme kama vile Baba alivyoniahidia. Alafu anawaambia sio siku nyingi sana kutoka sasa. Amen. Amen. Si siku nyingi? Si siku nyingi. Kodeni mngoje. Amen. Amen. And wait. Yes. Hakusema Amen. Amen. ni muombe. Go and wait. Sasa utakaa hapo na nini? Unajua wao waliendelea tu kwa sababu hawezi kaa hivyo, tuombe tu. Lakini mwenyewe hakusema hivi. Go and wait. Amen. Alianza na amemaliza, amewaosha, amewatakasa. Amen. Aliwatakasa akawaambia you are clean. Amen. Mmekuwa wasafi kwa ajili ya lile neno nililowaambia. Nini mnangoja? Wedeni mjazwe. Amen. We must be sure with this God. Amen. Lazima tuwe na hakika na huyu na tuwe na hakika na maandiko haya. Oh yes. Amen. Tuwe na hakika maandiko haya ni ya kweli. Hakuagi bali. Yes. That is true. Tukae hapo tukiwa na imani kabisa. Ni mapenzi yake kutupatia ufalme wake. Alianza kazi nzuri. Kwanza alianza akamaliza. Ameanza kwako amemaliza. Even you don't know how you grew. That is true. That is Hata true. ujui vile unakuwa. Hiyo ni true. Yes. Unajua? Yes. Kama vile sikujua ndevu ikimea. Amen. Wewe unajua? Nilikukuta nikiwa mimi nilijikuta na kama ulijua sawa, lakini nikujikuta. Amen. Automatic na zinaendelea na zikianza. Oh yes. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ndevu hizo ziko ndani. Amen. Amen. Unachangia nini zime? God bless you, brother. Amen.
Hakuna kitu unachangia. Na mambo hii ya imani kukosa kuendelea na wewe tu, kukosa kuendelea na Mungu ni kukosa tu kwenda mbele zake. Usikia? Amen. Usigoje mwenye kunena ndiye atakuja ndani yako. Amen. Amen. Aliyenena na wao alikuja ndani yao. Amen. Aliyenena na wao kwa Kornelio. Amen. Aliyeambia Kornelio tumana mahali fulani kuna mtu fulani. Huyo aliyesema mtu fulani yako Kornelio, ako Jopa. Huyo aliyewatokea. Huyo ndiye alikuja na. Alikuwa anataka kuona nini? Disobey. Alikuwa anataka kuona kuobey. Amen. Mimi Kornelio nimeona sitaki pita. Ona na ukose pita. Amen. Huyo ndiye anakuambia kuna mtu mahali fulani. Na huyo mtu ndiye atakwambia. Na ni yeye tu aliyekutokea anasunguka. Amen. Anasunguka anakuja na njia nyingine kukuongelesha. Amen. Hiyo ndio njia yake. Hiyo ndio kutomuelewa hatumuelewi. That is true. Kwa sikiliza. Malaika aliambia Kornelio maombi yako imesikiwa. Ni nani alisikia? Ni Mungu. Mungu ni nani? Roho Mtakatifu. Haya, huyo Mungu aliyesikia maombi ya Kornelia, sio Mungu alikuwa ndani ya Peter? Si ni yeye huyo? Haya, sasa huyo aliyesikia maombi ndiye ametuma malaika. Malaika huyo aliyekuja kwake ni Mungu tu. Alikuja katika umbo la malaika. Alafu huyo Mungu sasa akazunguka. Akakuja sasa kupitia Peter sasa kuongelesha Kornelio. Akina huyo ndiye atakwambia mambo yale ikupasao kufanya. Mimi nimekwambia tu maombi imefika. Lakini hayo mengine huyo mtu akuja kuambia. Amen. Peter ataenda kumwambia hadithi zake ama ni yale Mungu atamwambia. Amen. Naye Mungu kule anakimbia, amekoroga Kornelia, anakuta Petro, naye anampatia ono. Malaika anamletea vitu, anamwambia sikulali hiyo. Ukulali usidhubutu. Sema kile kitu nimesema ni kisafi, ni kibaya. Nani huyo? Ni Mungu. Kile Mungu anasema ni kizuri, wewe ni nani useme ni kibaya? Amen. Kwa sababu alikuwa anajua Peter hawezi enda. Amen. Hawezi enda kuchanganyana na watu ya mataifa. Alafu anaambiwa basi kama ni hivyo kuna watu wanakuja wanakuita pale. Hapa kuna mtu anaitwa Peter. Basi tumeambiwa tukuje tukuite utwende na wewe kwa mkubwa wetu. Amen. Kwenda. Amen. Kufika huko akasema mimi nimeona Mungu haangalii sura. Amen. Ni wale tu wanaomuogopa na kufanya mapenzi yake. Amen. Na sisi tumashahidi ya huyo Yesu. Kutoka hapo Amen. Mungu akaingia ndani yako. Kwa sababu maombi ikisikika ni Mungu akuja ndani yako. Amen. Sasa ni Mungu mwenyewe aliyetutayarishia. Alianza na akamaliza. Alikufa. Yes, akafufuka, akashuka basi. Mungu wetu atusaidie. Amen. Thank you, Lord. Kwa nini hatudanganyiki? Why? We are not deceived. Tulipangwa kutodanganya. Amen. Wakati watu wakidanganywa, sisi tulipangwa kutodanganya. Na unaona sasa si unaona Mungu mambo kama Mungu amezuilia wewe kutodanganywa. Na watu wanadanganywa na alipanga kutodanganywa. Amen. Nimetimia. Yes, I did. Hiyo ingine ndio ameshindwa. Na ulimwengu umedanganywa umeisha. Yes. Amen. Thank you, Lord. Yes. Ati hata ikiwezekana anaweza hata kudanganya ateule. Kwa maana haiwezekani. Kwa sababu hawa ni wote aliwateua lini? Kabla ya misingi ya ulimwengu. Hallelujah. Uliteuliwa kutodanganywa. Amen. Bidii yako ya kujizuilia usidanganywe iko wapi?
Wacha nikupee siri leo. Nataka kufungua masikio. Hebu tikisa sikio uniambie kama unasikia. Amen. Kitaka masikio. Amen. Hata ikiwezekana. Hata wateule wanaweza maana imewekwa wasidanganywe. Yule mtu tu hawezi kudanganywa. It is only God. Amen. That is true. Ni Mungu tu asiwezi danganywa. Mwingine atadanganywa. hivyo ili uapuke kudanganywa. Kuna jambo ya kiungu. Kuna jambo Mungu amefanya kwako inazuilia wewe kudanganywa. Kwa maana unaona kabisa hata profesa mtu ambaye amesoma hata unaweza ogopa. Lakini mama mzee wa sokoni asiyejua ABCD hawezi danganywa. Lakini profesa anajua kusoma, anadanganywa vizuri. That's right. Anawekwa kamba na ibilisi, anafutwa na ibilisi kama kaubwa kadogo. Lakini mama wa sokoni huyu anaambia mdanganyaji, sitaki ujinga. Tafuta wengine wa kudanganywa, lakini sio mama mzee sana, kwa sababu haiweze. Kwa nini asidanganywe? Maana ni mteule, aliteuliwa kutodanganywa. Na kama Mungu amefanya hivyo, ni mambo mengine hawezi. Kwa nini wewe ukudanganywa na wengine wanadanganywa? Alikuteua kutodanganywa. Ucheze mchezo huo. Nani anazuilia? Yeye mwenyewe. Anakupatia hekima ingine ya hali ya juu ya kupambanua uongo. Na nabii wa Mungu anasemaje? Huwezi pambanua uongo kama haujui kweli. Haya, na kama utajua kweli, nani atakusaidia kujua kweli? Ni wewe kweli mwenyewe. Yeye kweli anajifunua kwako, unajua kweli. Kwa maana kweli hiyo ndio inaweza wa kupima uongo. Na kama inaweza wa kupima uongo, ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Na wakati ulipokuwa umedanganywa, haukutosheka. Mimi nasikia kuna kitu natafuta. Wacha ukikute. Kilindi kikiita kilindi. Amen. Hii ndio ile mambo. Sikia, hii mambo ndio nilikuwa natafuta. Ulikuwa unatafuta wapi? Nani alikuwa nakutafuta? Amen. Amen. We are prepared to inherit. Thank you, Lord. Amen. Na mambo Mungu alimaliza. Amen. That is true. Ni watu tuliochaguliwa kurithi ufalme huu. Amen. Sio? Yes. Hebu tusimame. Thank you, Lord. Mungu wetu atusaidie. Amen. Thank you. 149. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mpenzi yanilinda, sina hofu kamwe, ashatuma wajumbe
tunajua ya kwamba ni wewe pekee yako. Mambo yale ambayo ulianzisha ndani ya mioyo yetu. Amen. Hatukuwa na wazo hata moja na kuanza mambo hayo. Lakini wewe Mungu ulikuwa na mawazo hayo. Amen. Kabla misingi. Amen. Kuita ni kwako. Yes, Father. Mungu wetu kuvuta ni kwako. Hakuna anayeweza mwingine. Amen. Wa kujileta kwako. Amen. Ila wewe umuleta. Amen. Kutafuta ni wewe. Na unawajua wale unaowatafuta. Amen. Waliyekuwa nawe hata kabla misingi ya ulimwengu. Amen. Na hao ndio unaowajua. Amen. Wetu twakutukuza. Amen. Amen. Hakika Mungu kuna mambo umefanya. Tukijua ya kwamba ni wewe uweza ni wako. Thank you. Tulikuwa tumeoa kwa dhambi. Amen. Kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Amen. Lakini Mungu, Yes. hali wewe umetufikisha. Amen. Kujifunua kwetu. Amen. Hatuna shaka na wewe. Amen. Tunajua ni wewe. Amen. Na Mungu tuna uhakika. Amen. Ati ya kwamba sisi ndio wale tu. Hauna wengine. Amen. Kizazi hiki ni sisi tu. Amen. Peke yako. Amen. Na ni sisi tu unayeangalia. Amen. Ni sisi tu unaotusikiliza. Amen. Kwa sababu Mungu wetu kama vile maandiko inatuambia na ni ukweli. Amen. Ati kulikuwa na wajane wengi sana katika Israeli. Amen. Lakini Mungu ulipotuma Elijah, Amen. haukuwatuma kwa wajane wote. Amen. Ulimtuma kwa mjane. Amen. Si hati wajane hao wengine, si hati hawakuwa na shida. Amen. Si hati wajane hao wengine hawakuwa na njaa. Amen. Si hati wajane hao wengine, si hati kifo hakikuwa kwao. Amen. Maana wote Waisraeli walikuwa wanakufa kwa njaa. Lakini Mungu, Amen. tunaona Elijah alitumwa kwa mmoja. Amen. Na kwa sababu huyo mjane alikuwa ameteuliwa, Yes. wewe Mungu kasema kwa mtumishi wako ati nimekutuma Amen. kwa mwanamke mjane akakulishe. Amen. Lakini Mungu ulikuwa umetuma Elijah aende alishe huyo mwanamke. Amen. Lakini kwa sababu ulimchagua, Amen. aliposikia sauti hiyo ikinena masikioni mwake, Amen. na kwa sababu ni mwaminio, Yes. aliposikia kile kidogo alichokuwa nacho, Amen. hakuzuilia. Amen. Aliposema tu ni hii tu yangu na mtoto wangu kule tufe, ukamwambia kwenda unifanyia kwanza. Amen. Na Mungu wetu hakusita tena, alienda afanye. Mungu wetu ale na afe. Amen. Lakini kwa sababu alitii sauti yako na umemtuma Elijah kwake, Mungu wetu aliamini na akafanya na akatii. Lakini Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu, Baba, ulituma Elijah ili aweze kuhifadhi moyo wa mwanamke mjane. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo. Yes, Lord. Na hii mambo ndio imetokea leo. Mungu wetu kama huyu alikuwa ni mmoja ameteuliwa kwa wengi wajane, hivyo ndivyo ilivyo leo. Amen. Mungu wetu ni wengi wanakufa Yes. kwa kukosa uzima. That's true. Lakini sisi kwa kututeua, Amen. Mungu wetu ukaja na ukafa kwa ajili yetu. Amen. Isitoshe Mungu, kwa kuteuliwa kwetu, Amen. ukamtuma Elijah. Amen. Na Mungu wetu ile sauti iliyonenea mwanamke mjane, akasikia na akahifadhiwa wakati kulipokuwa na kifo mlangoni. Nayo sauti hiyo tumeisikia. Imetuletea furaha, imetuletea uzima. Kwa maana tuliteuliwa kusikia mambo haya na hayo mambo haijatokana na Mungu wetu wala kuamini ni kwako. Yes. Tuwezeshe ni wewe ulituwezesha. Amen. Kutufungua macho ulitufungua. Kuona ni wewe ulitupea kuona. Kusikia ni uweza wako. Ulitupea kusikia. Amen. Mungu wetu tusaidie kufanya yote unaotuagiza. Mungu wetu sasa asante. Tunalitukuza jina lako. Mungu wetu asante kwa sababu sisi tu watu wale ambao uliowatayarishia ufalme huu. Na ukautayarisha hata kabla misingi ya ulimwengu. Maandiko inatuambia ambalo ni ukweli, ati mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla misingi ya ulimwengu, majina yetu yaliandikwa ndani. Amen. Kwa kutukuza.
unatuita na majina yetu. Amen. Na ndio sababu tuko hapa. Yes. Amen. Hauna budi Mungu wetu kukamilisha wokovu wetu. Na uliukamilisha Mungu wetu. Wakati ulipokufa na kufufuka, Mungu wetu mambo yote. Maana mwimbaji wa wimbo anasema, Amen. Ulikufa na ukafufuka tukahesabiwa haki. Na sasa wewe unarudi. Mwenyezi Mungu saidia wapendwa hao. Amen. Waone ukuu wako na waone wema wako. Amen. Fadhili zako za ajabu. Mungu wetu twakutukuza. Tujue ya kwamba wewe ulianzisha mambo haya na utamaliza. Wewe ndiye mwanzilishi wa imani. Thank you. Na ukatupatia imani yako. Amen. Kuamini wewe. Mungu wetu asante. Saidia wapendwa hawa kuwa na imani na wewe. Amen. Na wajue ya kwamba wewe uliyewaita Amen. ni wewe utakaye. Wasiwe na shaka na mwito wao na wasiwe na shaka na neno lako. Kwa kutukuza Mungu kuwa nasi katika usiku wa leo. Amen. Mungu wetu tujaze na utujaze na kwa hamu. Tukituona umetujaza roho. Mungu wetu kusiwe mmoja amewachwa nje. Dhambi zetu tusamehe ambazo ni kutokuamini kwetu. Mungu wetu kutotii kwetu hata nako twakuomba utusamehe. Kutojali kwetu utusamehe. Mungu wetu ulegevu wetu uondolee. Hali yetu ya wasiwasi uondolee. Kazi ondoe. Maana wewe mwaminifu. Mungu wetu tuendelee kwa imani. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba. Amen. Thank you. Mungu awabariki sana.